mchafu. Na iwe kadri ya mapenzi yako Baba. Niko tayari kuifanya kazi yako. Mungu Baba, nitaitenda kazi ulionituma. Jina lako lihimidiwe. Amen. Pokea uponyaji Baba, katika jina la Yesu. Navunja minyororo kila aina. Baba, katika jina la Yesu tunauomba uwepo wako maeneo haya. Baba, tunaomba ushushe kila aina ya nguvu ipate kuondoa kila aina ya dhambi. Baba, katika jina la Yesu tunaachilia moto, moto. Tunaleta fire Baba. Leo ni siku ya moto. Baba, katika jina la Yesu. Baba, nasema asante. Baba, nasema asante Bwana. Asante Bwana kwa sababu unaweza. Asante Bwana kwa sababu Baba, umetenda miujiza. Mama, fungueni kamba. Atakimbia huyu. Atakimbia mchungaji. Hawezi kukimbia, Yesu yuko maeneo haya mama. Atakimbia. Umo? Ni yeye. Ni yeye. Mwanangu, ni wewe mwanangu? Zimu ni wewe? Shukuru. Nashukuru mwanangu, umepona. Zumo, Mungu amekuponya. Chukua Biblia hii na usitende dhambi tena. Mama, inabidi mumlete kanisani Jumapili hii. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa mkae na amani kabisa. Amani ya Bwana nanyi. Kuangalia. Tupa! Hiyo ndizi ni chafu. Niache. Hii ni ya kwangu. Mungu amenipa. Angalia ndege wa angani. Hawapandi wala hawavuni. Lakini sisi tunakula bure. Umekuja kuniibia? Pepo mchafu. Lazima utii sauti ya mtumishi wa Mungu. Tupa! Pepo toka! Toka mwenyewe. Jamani, naombeni msaada. Naombeni msaada jamani, naombeni msaada. Naombeni msaada. Nakufa.
naomba nisaidie nesi. Nimekuja na mgonjwa wangu ila sijui pa kwenda. Umekuja na nani? Niko mimi na mgonjwa wangu tu nesi, please. Wewe ndio ulinipigia simu? Ya, ndo mimi nesi. Okay. Mgonjwa wako yuko wapi? Mgonjwa wangu yuko huko odini. Twende basi tukamwone. Nesi. Nesi. Hey, doctor. Please. Naomba nisaidie. Nimekuja na mgonjwa wangu tangia saa nyingi ila sijui pa kwenda. Please, naomba nisaidie. Si ulikuwa na nesi hapa? Ndio doctor. Na nesi alikuuliza kama umekuja na nani? Nilimjibu kama niko na mgonjwa wangu tu, lakini hakunijibu chochote. Unavyoonekana mgonjwa wako kaumia sana. Usipoangalia huyu mgonjwa wako anaweza kafia hapa hospitali, na wakati tayari ushamfikisha hospitali. Kwa cha msingi unatakiwa ujiongeze. Doctor, Nishakwambia unatakiwa ujiongeze. Mchungaji. Baba. Mke wangu. Umekuja? Habari za nyumbani? Nzuri tu, sijui unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri tu, tofauti na jana. Nahisi leo anaweza akaniruhusu leo. Mapema hivi. Tumuombe tu Mungu atakusaidia. Ni kichwa tu nahisi kinaniuma. Angeniua yule ujue. Mungu ni mwema. Atakusaidia kwa kweli. Habari ya kazi nesi? Nataka nimchome sindano. Mchome tu, hamna shida. Nipishe. Mchome tu nesi, huyu ni mume wangu. Nesi, samahani. Sikujua taratibu zenu za kazi. Sijui nifanyie. Mkaondoka, atarudi kweli? Atakuja, sema ndo kushughulikia wengine. Atakuja tu. Haya. Kuja basi ni utatumia chochote? Ndugu yangu. Nafikiri naweza kula basi. Niombee tu. Haya, baadaye nitakuja tena jioni kuona. Karibu wifi yangu. Asante, shikamoo wifi. Marahaba, habari za huko? Sasa huko Mungu anasaidia kwa kweli. Mgonjwa wangu anaendelea vizuri. Msee, poleni sana na mgonjwa. Kaka yupo? Yupo ndani. Mzee Mzaramo. Kaka. Oh, dada. Shikamoo. Marahaba dada. Habari za huko dada? Nzuri, Mungu anasaidia. Ndio, mgonjwa anaendeleaje? Anaendelea vizuri kweli. Vizuri kabisa. Sasa hivi ana kumbukumbu zimerudi. Kuongea ndo anaongea kwa shida kidogo. Ana kumbukumbu? Ana. Kumbukumbu zinamjia? Safi sana. Huwezi jua, shakuwa mwenyeji. Anaendeleaje lakini? Nashukuru Mungu anaendelea vizuri, tukutembea. Nafikiri vizuri mkeo. Na mimi au mwingine? Maana Yesu alikuwa silaha kweli. Amesitaka kuchoma sindano. Amsusa? Atakuwa anakutania tu, hata mchoma. Okay, kuja nimuone jemedari wangu. Sawa.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina mtumishi. Habari za wewe? Salama kabisa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Amina. Kichwa kidogo kidogo. Pole sana. Pole sana. Matatizo mengine na kujitakia. Chizi kawa chizi atibu machizi. Mbona makubwa? Mungu. Ndo nini hivi? Pastor Joshua. Neno la Mungu limenijia. Linasema inuka na utazame watu wangu wanavyoteseka kwa kutokunijua mimi. Anataka nilitangaze jina lake. Watu wamjue Mungu, wamjue Yesu kwamba Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Pastor Mponzi, kumbuka ya kuwa wewe bado ni mgonjwa. Pastor Joshua, kazi ya imani inahitaji ujasiri. Ujasiri wa kufanya kile kitu ambacho wengine hawawezi. Na ndio maana niko hapa. Twende tukalitangaze neno la Mungu. Pastor Mponzi, wewe bado ni mgonjwa. Pole. Yohana, Yakobo na mitume wengine walipata mateso kwa ajili ya kulitangaza neno la Mungu. Twende tukafanye wokovu. Mchungaji Mponzi, kumbuka ya kuwa hatuna kibali cha kufanya huduma hiyo hapa. Twende tukalitangaze neno la Mungu, tukafanye wokovu. Baba, katika jina la Yesu, katika jina. Bwana ametenda miujiza, ameenda kufanya wapya tena. Mwaminini Mungu, mwaminini Yesu Kristo wa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Amina. Endeni kwa amani, msitende dhambi tena. Mungu, naomba unipe moyo uvumilivu niweze kuyashinda haya. Amen. Karibu. Karibu shemeji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Vipi, kuna nini? Nimetokea hospitali na ni vizuri kama ungeenda kuijua hali ya mchungaji wetu. Kazidiwa? Hapana, ila anahubiri odini. Asante Yesu, najua wewe ni mwema. Shem, usifanye utani. Anaharibu taratibu za hospitali. Shem, na itatugharimu. Usiogope shemegi, maana Mungu katutuma tufanye kazi yake. Baba, katika jina la Yesu tunavunja maagano, tunavunja kila aina ya magonjwa yaliyopo hapa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru. Baba, tunaleta uzima. Baba, tunaleta uzima katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu hata chai, tuungane naye katika maombi. Shemeji,
Asante, ila na haraka kidogo. Umeketa chai? Na haraka kidogo shemeji. Tusimame katika Bwana, tusimame katika Yesu Kristo aliye hai. Uwe mgonjwa, ujiweze. Yesu Kristo ndiyo daktari. Kamateni vizuri, kamateni vizuri. Ningemwacha mjionee wenyewe. Kuna gonjwa amepona. Wamepona wapi? Maigizo tu haya. Ndo wale Freemason, utashindana na hii. Halo Pedro. Mngemwacha tu jamani, mjionee wenyewe. Tujionee mazingaombwe sio? Hasa kati yenu ni muamini. Sasa nachokiona ni kuichafua huduma yetu mkuu. Watu hawatatuelewa na hata serikali ikigundua itaifungia huduma yetu. Jesus. Ina maana ameenda kufanya maombi pale, hana kibali? Nani ampe kibali? Yaani ni kizaazaa. Pastor Joshua, kuna nini? Nani huyo? Pastor Mponzi amekuwa kichaa. Mponzi? Kichaa? Na lini hiyo? Anahubiri udini bila kibali. Ina maana akapona? Yeah. Ndo wanasema hivyo. Pastor Joshua ametoka kumtembelea. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo. Kiongozi, kwa sasa yuko wapi? Yes. Ndio. Sawa. Hamna shida. Tafanya hivyo. Asante. Ni simu kutoka hospitalini. Wanasema Pastor Mponzi wamempeleka kwenye wodi ya vichaa. Jesus Christ. Wodi ya vichaa? Ndio. Baba nasema asante. Baba nakuita. Unayo kila sababu ya kunileta maeneo haya. Baba nasema asante. Sasa inatakiwa tukamtoe tumwombee. Nataka kuvunja mnyororo. Baba asante. Nasema katika jina la Yesu. Nasema asante. Naleta moto. Unguze kila aina. Baba nasema asante. Asante Baba. Asante Baba. Habari za saizi?
Habari yako kaka? Salama mama. Unaendeleaje? Mungu anasaidia sasa hivi. Samahani. Kuna mgonjwa wangu alikuwa kitanda hichi hapa, sijui yuko wapi. Kwa huyu sijui alipo. Naona atakuwa amehamishwa. Amehamishwa? Ndio. Hebu muulize nesi kwa undani zaidi, ana uwezo kufafanulia. Nesi? Samahani nesi. Unasemaje? Habari ya kazi? Salama. Samahani, na mgonjwa wangu alikuwa kitanda kile pale, sijui umemuona. Wapi pale? Pale. Ni ule mhubiri? Amepelekwa wodi ya wagonjwa wa akili. Akili zimemruka. Akili zimemruka? Ndio, kamwangalie kwenye wodi ya wagonjwa wa akili. Afadhali umeshafika dokta. Yaani huko hakueleweki. Mmetuletea kesi gani? Sijui kuna mhubiri huko. Nafikiri atakuwa ni mtumishi. Sasa, leo tufanye kitu kimoja. Sasa, ngoja nikamdunge dozi ya nguvu. Alale siku 3, asitusumbue tena. Ikiwezekana akizinduka tena, awe zezeta kabisa. Mama, nikusaidie nini? Samahani daktari. Kuna mgonjwa wangu usijui naweza kumuona. Kichaa? Unahitaji kumuona kichaa? Mama, kelele zote unazosikia huko. Umuone nani? Mume wangu. Sio kichaa. Sio kichaa? Yaani mtu aletwe hapa na si mgonjwa? Kashfa sasa. Ni nani sasa? Pastor Mponzi. Huyo chizi mkubwa? Kelele zote unazosikia huko ni yeye kazisababisha? Ni ndugu yako? Ni mume wangu. Oh, pole sana. Ni mgonjwa wa akili. Halo, Mary. Kuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Thank you. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Samahani. Karibu kae. Asante. Samahani. Nadhani wewe ndo daktari mkuu wa hospitali. Haswa mimi ndio mganga mkuu wa hospitali. Na mgonjwa wangu
ila sio mgonjwa. Una mgonjwa wako aletwa hospitali hii ila sio mgonjwa? Ni mume wangu aliletwa hapa hospitali wiki moja iliyopita baada ya kujeruhiwa na mgonjwa wa akili, lakini wanadai kwamba ni kichaa. Tuiti ugonjwa wa kichaa, ugonjwa wa akili. Mume wangu ni mtumishi wa Mungu. Ndio? Ameokoka. Alipata maono ya kitume akiwa ndotoni. Vipi? Ulimuuliza alikuwa akiongea na nani? Na ni kwa nini alikuwa anatokwa na jasho jingi? Inaonyesha mtu huyo alikuwa na malaria kali. Hakuwa na malaria, dokta. Ulimpima? Hapana, sikufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nikiamini kwa sio mgonjwa, na jioni yake hakuwahi kunilalamikia kwamba anajisikia vibaya. Endelea. Toka siku hiyo alikuwa akiombea wagonjwa wa akili. Tunata fire baba. Leo ni siku ya mwisho kupokea uponyaji baba, katika jina la Yesu. Navunja minyororo kila aina. Miujiza tulikuwa tukiiona kanisani kwetu. Hata wachungaji wenzake walikuwa wakimshangaa. Wewe ulilielewaje hilo? Mimi nimeokoka. Naamini Mungu anaweza akakutokea kwa njia tofauti na akakupa majukumu kama umempokea kwa dhati. Na naamini kazi anayofanya ni ya kitume. Hao wachungaji na hao ndugu zako wanaipokeaje huduma hiyo? Kuna wengine ni waelewa, kuna wengine mioyo yao ni migumu. Mambo gani? Vichaka kanisani. Mimi na hama hii kanisa. Mimi na hama. Anasaidia nini? Anasaidia? Bwana huyu, bila kwambia. Siwezi kukushuhudia watu. Nimepoteza kazi zangu. Nimetoka kwenye makanisa makubwa. Siwezi kubaki kwenye kanisa. Bora niondoke kwa. Kwani dokta, amna vipimo ambavyo unaweza kumpima labda akaonekana kama ana ugonjwa wa akili au ana ugonjwa mwingine? Unamaanisha tuchukue damu, mkojo au tuchukue ubongo? Sijui, labda damu. Halafu matukio mengi alikuwa akikutana nayo akiwa peke yake, na wakati mwingine nikiwa naye, na sio mtaani tu, hadi kwenye ibada. Lakini alikuwa analetea watu, anawaombea na wanapona. sawa mama, naamini tatizo hili tutalishughulikia. Asante sana dokta. Naamini katika jina la Yesu. Siwezi kusema uongo. Asante sana dokta. Sawa sawa. Wamekwenda wapi hao? I don't know. They are not serious. Hebu wapigie simu. Mkuu, simu naitia ndani. Yes. Simu naitia ofisini. Nini maana ya mobile phone? Yaani wao labda wanakwenda kunywa chai. Wanakwenda kunywa chai, watu wanapiga mapambio huko, inawezekana kweli? Eh? Yaani hii inasikitisha sana sana. Mpaka kwa Mkuu, wako ndani. Wapo ndani?
Yaani watakuwa wamejifungia nani? Ingia ndani. Tufanyaje sasa? Samahani dokta. Yes. Samahani, kuna ufunguo nimeukuta kwenye godoro pale. Oh, asante. Mkuu, hebu jaribu kufungua. Sijui kama ndio hapa. Unafungua. Unafungua. Hebu mwambie askari awazuie hao. Afande. Ndio mkuu. Hebu wazuie hao watumishi hao wachungaji hao. Wasiende mahali yoyote sasa hivi. Sawa mkuu. Sasa hivi yani. Hebu subirini. Ametoka ofisini. Kuna habari yote tulifanya. Afande, kama nilivyokueleza, mimi sielewi chochote kuhusiana na kufungiwa madokta ofisini. Mimi nilichofanya ni kuokota ufunguo na kuwakabidhi. Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kuongea uongo. Ninachokiongea ni kweli tu. Okay, sawa pastor, nimekuelewa. Sasa hapa tunafuata sheria. Hebu naomba utie saini hapa. Nitie saini kwa kuokota ufunguo? Ndio, unatia saini kwamba haya maelezo niliandika hapa, wewe ndio leo yatoa. Kwa hiyo naomba utie saini. Sasa nyinyi mnaweza kwenda nyumbani, lakini Pastor Joshua tutaendelea kumshikilia kwa ajili ya upelelezi zaidi. Afande. Lakini kiongozi, huyu anatia yote ile. Ameokota funguo tu. Hizi ni taratibu zetu za kazi. Tunafuata sheria. Kwa nyinyi mnaweza kwenda nyumbani, lakini huyu atabaki hapa kwa ajili ya upelelezi. Tunaweza tukamwekea Pastor Mzamani. Hivi nyinyi mnajua hii kesi ni kubwa kiasi gani? Lakini niombe tu afande. Kwa sheria zetu hata nyinyi mtakiwa tuwaweke ndani. Afande Masumbuko. Ndio. Kamata huyo mweke loka. Mchungaji, naomba mniombee, muiambie na familia yangu nitatoka kwa uwezo wa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninaamini kuwa huyu Mungu wa Yakobo, wa Ibrahimu, na Isaka atasababisha haki yangu ikapate kuonekana. Hatupo kwa ajili ya kuhubiri. Hapa sio kanisani. Unahitajika kuvua viatu kando. Tupo kwa ajili ya sheria basi. Ndio afande. Kama ni mahubiri ni kanisani. Lakini hapa sio kanisani, tunafuata utaratibu wa sheria. Kaje sauti zenu hizi zinaficha sana mambo mengi, lakini inawezekana nyuma ya pazia mna maovu. Afande, muogope Mungu anayekupa uhai. Basi tubidi tuifanye ile kazi na kumtoa bwana ndani. Itakuwa jambo la heri. Sababu sio vizuri sana mwenzetu kukaa kule na kufanya kazi. Odi mama mchungaji. Karibuni jamani. Asante mama mchungaji. Shalom mama mchungaji. Shalom mama mchungaji. Shalom. Nilikuwa jikoni kule na muandalia baba mchungaji chakula niweze kumpelekea. Ndio. Asionyoa tukai sana mama mchungaji. Nimekuja tu hapa Jamani, karibuni ndani basi hata mkae kidogo. Karibuni ndani mpate hata kikombe cha chai. Nashukuru sana. Karibuni. Asante. Karibuni jamani. Karibuni sana. Tunashukuru, tushakaribia. Karibu. Asante. Mimi mtatumia chochote labda. Hapana, usiwe na shaka mama mchungaji, usihangaike mama mchungaji. Naleta maji. Hapana mama mchungaji. Karibuni sana. Asante. Nimeona sio vyema kuja peke yangu. Kaona nimtie mchungaji kiongozi ili niambatane naye tuje tukupe tu taarifa. Tumekuja kukupa habari kwamba mchungaji Joshua amekamatwa na jeshi la polisi. Sijui una taarifa hizo? Hapana.
Kwani kafanyaje? Tangu tulipokuwa tunatoka hospitalini tulikamatwa sisi wote watatu. Lakini mchungaji Joshua ameshikiliwa kwa ajili ya uchunguzi, na sababu ya kushikiliwa aliokota ufunguo. Aliokota ufunguo. Na ule ufunguo ni ufunguo wa ofisi ya madaktari. Poleni sana jamani. Asante. Kwa hiyo yuko mahabusu? Ndio, yuko mahabusu kama nilivyokueleza kwamba jeshi la polisi limemshikilia kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na uchunguzi wao ukikamilika basi wataturudishia mchungaji wetu. Nashukuru sana kwa hizo taarifa. Nitazifanyia kazi. Kivipi? Au mdogo wake ndo alishakupa taarifa? Hapana. Mungu ni mwema, tumtumainie yeye. Amen. Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema sana. Lakini unafahamu kule korokoroni si pazuri, na hawa migambo askari wa siku hizi wanapiga kweli. Maana ungekuwa ni pazuri kule, uhalifu ungekuwa mwingi sana. Vipi mchungaji Mponzi anaendeleaje kule? Yani sijui nisemeje, hali ya hewa kule kweli sio nzuri. Labda kwa sasa hivi nikienda kama itakuwa imebadilika. Tumuombe tu kwa. Tumuombe kwa Mungu. Basi hebu tumshukuru Mungu. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Makoria Sandoroshika. Sawa Pastor, nimekuelewa. Lakini unafikiri ni kwa nini watu wanakuhisi ya kuwa wewe ni mwenda wazimu? Dokta, mimi nahisi hawaniiti mwenda wazimu tu, bali wananiona mimi ni kichaa. Unajua dokta, mwenda wazimu anamuona mtu mwenye akili timamu ni mwenda wazimu. Umeona? Alafu yeye ndio ana akili timamu. Na hiyo yote wana imani haba. Laiti wangekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, isingekuwa hivyo. Sawa, na wale ulioombea wakapata uponyaji? Hao sasa ndio wanatakiwa watoe ushuhuda kwa kile kitu Mungu alichowatendea. Na siku ile mngeniachia kama nusu saa tu, mngeshuhudia wenyewe, watu wote wangepata wokovu. Lakini Pastor, sisi tunatoa tiba zetu kisayansi na tunatoa ripoti kutokana na utaratibu wa kisayansi. Lakini kwa hili itakuwaje? Kuisimamia imani ni kazi ngumu sana. Kwanza unatakiwa uwe na nguvu. Nguvu ya Mungu inatakiwa iwe ndani yako. Lakini dokta, wewe bado huwezi. Ndio, bado una mawazo ya kidunia. Unawaza watoto, ajira. Nimeamua kuacha kila kitu. Nimeamua nikalihubiri neno la Bwana. Nonsense. Unajisikia unavyoongea? Educated men like you. Sijifikiri kama sio wewe ndio. Umeacha kazi yako nzuri alafu unaenda kazi ya kuhubiri. Mwisho wa siku kuiba tu sadaka za watu, si ndio? Watoto wetu leo wako international school. Tuwatoe alafu tuwapeleke shule za kata. Na unavyofurahia? Sikiliza nikwambie. Huyo Mwenyezi Mungu aliyenipa uwezo wa kuwa dokta, huyo ndiye atakayeweza kunipa pesa. Nyamaza! Kweli? Naona hapa wewe utakuwa mpata matatizo ya akili. Sio akili yako. Hii sio akili yako. Kama umechukua maamuzi ya kuendelea kuhubiri na watu, kwa heri. Kesho asubuhi mimi naondoka. Upuzi gani? Utaambia nini jamii? Eti wagonjwa wamepona, wamepata miujiza, wameombewa. Mgonjwa anapona kwa maombezi. Lazima utueleze. Umewaruhusu kwa idhini ya nani? Lakini mkuu, nilikuwa na swali kidogo. Kwani hamna mtu anaweza kuhubiri
injili na kufanya kazi. You should do that. You should do that. Kwa sababu angalau ina make sense. Lakini huwezi kutuambia kwa sasa hiyo hospitali zikifungwa na mdawa nani atengeneze? Lazima uonyeshe scientific reasons za kuwaruhusu watu. Upuuzi mkubwa. Nonsense. Eti amekuja sio tinga gani, ameleta maombi sio vitu gani? Nonsense. Kuna nini lipi la kufanya? Ondoka zangu. Kiwangu. Unanitia nini? Unanitia nini? Si umeona bora tu uache kazi yako uende kuhubiri huko kwa kwako. Sirudi kwako. Bado mawazo yanakuchanganya. Dunia, una watoto, unahofia kazi. Bado mchanga mno. Ndio, neno la Mungu linasema Bwana ni mwaminifu, atakaye kufanya imara na kukulinda na yule mwovu. Nikiwa na maana kwamba ukiacha shughuli zako Yes, doctor. Kweni huyu pelekeni wadi ya wagonjwa. Ila kuna wale wengine kule wanaimba mapambo. Kweni huyu pelekeni kwenye wadi ya wagonjwa wa akili. Subirini basi. Natembea mwenyewe jamaa. Twende. Jamani, huyu ni mke wangu. Ameniletea chakula. Sasa inabidi nile halafu niongee naye. Habari za kazi jamani? Salama. Dada, lakini huu sio muda wa kuona wagonjwa. Muda umekwisha. Hata hivyo inabidi aende kalie kule karibu na wodi yao. Sawa, hamna shida. Twendeni. Sasa itabidi ule haraka. Unaona manesi wenyewe walivyo. Alafu nimejaribu kuongea na yule daktari. Mama mwenyewe ndio huyo. Mama, unahitajika polisi. Jamani, mke wangu sio mhalifu. Ingekuwa ni mhalifu mngekuja basi hata na bunduki. Mama, hatuna maneno mengi ya kuongea na wewe. Umeshampa mzee chakula, nyenyuka twende. Mama, tungesalimiana kwanza. Mama, tii sheria bila shuruti. Mama, twende. Kwa nini unaingia ofisini kwangu bila ridhaa yangu? Nimegonga mara kadhaa bila kupata majibu. Ndio ingia ofisini kwangu bila ridhaa yangu? Samahani sana dokta. Nikikuita mwizi utakataa? Utakuwa hujakosea, lakini naomba nisamehe sana. Naweza kuketi? Kaa. Asante sana. Kwa jina naitwa Makongo, ni mwandishi wa habari ya kujitegemea kutoka HQ. Nakusikia sana. Kuna tukio limefanyika katika hospitali kwako. Tukio gani hilo? Inasemekana kuwa kuna mchungaji mmoja ambaye alikuwa amelazwa katika hospitali kwako baada ya kujeruhiwa na mgonjwa mmoja wa akili ambaye amekuwa akiombea wagonjwa na kupona kabisa. Unaweza kunithibitishia katika taarifa hiyo kwamba ni za kweli na miujiza inatendeka kweli? Hizo taarifa sina. Katika hospitali yangu hakuna mtu kama huyo. Na jambo jingine? Lakini ni jambo tu la kuweza kuniweka wazi, maana hii ni taarifa kama taarifa zingine. Nimesema taarifa hizo sina. Huoni kwamba unashindwa kunipa taarifa inaweza kuletea matatizo? Sina taarifa hizo. Unaweza ukatoka nje. Asante. Naomba unipishe niendelee na mambo mengine. Naomba kesho nipishe. Unajua ulipotokea? Angalia nyuma. Angalia nyuma. Toka nje. Get out! Get out!
Mungu anaweza kutenda miujiza yake. Ndio maana unakuta huyu bwana anaombea wenzake huko mpaka wanaimba mapambio. Tutaweza kuamudu hawa wagonjwa kweli? Lakini mimi siamini kama hii ni miujiza. Uamini kama hii ni miujiza? Yes, siamini. Kwa nini? Hata zama za nyuma, mazingaumbwe tu haya. Mazingaumbwe? Yes, mazingaumbwe. Hata zama za nyuma akina Petro, Yakobo walikuwa wanaombea watu na wanapona. Mungu Baba muumba wa mbingu na nchi, naomba unipe uwezo kama ulivyompa Suleiman na Daudi. Unijalie niweze kutenda mema kama ulivyomjalia Suleiman, niweze kufanikiwa jambo hili ambalo liko mbele yangu. Kwa uwezo wangu mimi mwenyewe siwezi, zaidi yako wewe Mungu muumba wa mbingu na nchi. Amen. Afande, sina nia ya kuendelea na kesi hii. Sina nia kabisa ya kuendelea na kesi hii. Kwa hiyo na Pastor Joshua tunamwachia huru, sio? Haswa Mwenyezi Mungu anasema samehe 7 mara 70. Okay, sawa, nimewaelewa. Haleluya, haleluya. Amen. Huyo ndiye Mungu tunayemwinua. Huyo ndiye Mungu tunayemtukuza. Oh, najisikia bado tofauti kabisa. Paulo na Sila waliomba wakiwa gerezani, milango ya gereza ilifunguka. Paulo na Sila waliomba gerezani, milango ya gereza ilifunguka. Asante kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Amen. Wacha niwakaribishe wanene kile ambacho Mungu amewafanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo ninayo furaha sana jamani. Amen. 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 Kuna mambo Mungu amenifanyia mpaka leo najihisi niko na furaha ya ajabu. Amen. Wanasema Wathesalonike wa 2:3 ni kwamba Bwana ni mwaminifu atakayekufanya imara na kukulinda na yule mwovu. Yes. Amen. Naamini Bwana amenitendea miujiza. Yeah. Na kuna watu hapa na waona tuliokuwa kwenye wodi ya vichaa. Naomba wasimame. Okay. Hallelujah. Amen. Kuna wagonjwa pia tulikuwa nao wodini nikawaombea. Yes. Kwenye nyumba. Na kuna askari tulikuwa nao kituoni kutoka polisi. Hebu nao wanyanyuke tuwaone. Amen. Haleluya. Asante, asante, asante. Tunapokwenda kusema kuna mifano hai ya Biblia. Amen. Tukisoma Meshaki na kina Abednego. Yes, yes. Walivyotumbukizwa kwenye tanuru la moto. Nani asiyejua habari? Walitoka kama dhahabu. Amen. Bwana Yesu.
Ndivyo hivyo tulivyotoka sisi tukawa kama dhahabu.